Youth with a difference. Karibu kwa kipindi chetu cha Youth with a Difference. Tunaamini kwamba kama vile maono ya kipindi yalivyo ni kwamba maisha yako kama kijana yatakuwa ya Mungu na kuweka msingi katika Mungu. Pastor Steve. Na kwamba ni Mungu na wewe katika maisha yako yote. Vijana, ni time ya ku get back to Christ and be saved. Biblia yangu inasema kwamba in the beginning God, in the beginning Mungu, yani pale mwanzo Mungu. Kwa hivyo katika kila ninachoanza katika maisha yangu chanzo chake ni Mungu. Chochote ninachoanza, iwe ndoa, iwe familia, iwe biashara, in the beginning God. Usikose kila siku ya Jumamosi saa 8 hadi saa 9 naye Pastor Steve. Barikiwa. Samaritan FM. Kwa majina ni Gershom Mamunga kutoka kanisa la CAC Shilinga, chini ya mchungaji Pastor Steve Hamati. Kwa hivyo msikilizaji, vile dada amesema, karibu sana kwenye kipindi chetu tuweze tukabarikiwa pamoja. Amen. Baba wetu wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo tunakushukuru mchana wa leo kusema kwamba wewe ni asante Mfalme kwa afya na uzima ambao umetupa siku ya leo. Asante Bwana kwa fursa ambao umetupa hata Bwana kusikiza neno lako. Bwana, tunapoanza tunaalika uwepo wako uende pamoja nasi. Asante kwa kila msikilizaji popote pale alipo Mfalme. Tunaomba kwamba kusikiza kwake kutakuwa kwa baraka. Tunaomba kwamba kila youth ambaye anasikiza kipindi hiki, neno hili litapata nafasi katika maisha yake, litazalisha na Bwana watakurudia wewe. Asante kwa maana unatenda, na ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Asante dada, tuko pale Efeso 5:15 hadi 17. Ephesians chapter 5 from verse 15 to 17. Tutasoma neno la Mungu. Biblia inasema, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Anasema, kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Tena msilewe kwa mvinyo ambamo samahani. Asante. Biblia inasema kwamba tuwe waangalifu vile tunavyoenenda. Kwa maana zamani hizi ama siku hizi ni siku za uovu. Wapenda, tunaishi kwa nyakati ambapo mambo mengi yanafanyika, mambo ambayo hata yanashangaza watu, mambo ambayo ni kinyume na neno la Mungu, mambo ambayo watu wamekuwa ni kama wanyama. Mambo yanafanyika hata watu kama unampenda Mungu unashangaa nini inaendelea. We are living in a generation ambapo mambo yanafanyika. Siku ni mbaya, siku si mzuri sana, lakini tuko hapa, lazima tuishi, tuendelee kuishi. Siku si mzuri, mambo ambayo yanafanyika ni mabaya, lakini kwamba leo tunajifunza kuhusu tutasurvive aje kwenye hii siku mbaya, kwa sababu hatuna mahali pengine tutaenda. Tuko hapa duniani, Mungu ametuweka hapa, lazima tuendelee kuishi. Na mambo yanafanyika ambayo ni mambo ambayo ni kinyume na neno la Mungu, mambo ambayo hata kitambo haikuwa. Na Biblia inasema hizi siku ni mbaya, na kwa hivyo inatuambia kwamba tukaweze kuenenda kuna uangalifu, sio kama wajinga. Tuwe waangalifu vile tunavyoenda, kwa maana siku ni mbaya. Mambo ambayo yanatendeka ni mambo ambayo hata yanashangaza. We are living in dangerous days, siku ambazo mambo mabaya yanafanyika, majaribu ni many temptations, lakini lazima tuishi hapa. Mungu ndiye ametuweka hapa, lazima tuweze kusurvive. So mchana wa leo, mpendwa msikilizaji pote ulipo, tunaongea kuhusu how to survive in this generation. How tutaishi aje, tutasurvive aje kwenye hii generation ambayo Biblia yenyewe imesema siku hizi ni mbaya, na inatuonya kwamba tuende kwa uangalifu, sio kama wapumbavu, kwa maana siku ni mbaya. Tuwe waangalifu sana, kwa maana siku ni mbaya. Mpendwa, siku ni mbaya, hatuwezi toroka, lakini lazima tuishi hapa. Kwa hivyo tunatafuta mbinu ama mikakati ambayo tunaweza kuwa nayo ili kwamba tukaweze kusurvive hizi siku ambazo ni mbaya. Hakuna mahali pengine tunaenda, Mungu ametuweka hapa, lazima tukaishi. Siku ni mbaya, lakini lazima tuishi hapa. Mpendwa msikilizaji, neno linatuhimiza kwamba tuwe waangalifu, tusiende kama wajinga.
kwa maana siku ni mbaya. Tuwe waangalifu sana, tunatembea aje, tunaenda aje, mienendo yetu iwe ile ambayo itafanya kwamba maisha yetu yasiangamie. Tusiende kama wapumbavu, tusiende kama wajinga. Siku ni mbaya, lakini lazima tuishi. Tutafanyaje ili tukaweze kuishi? Tunaishi wakati ambapo mambo yanafanyika, mambo ambayo ni kinyume kabisa na neno la Mungu, mambo ambayo hata ni kinyume na tamaduni zetu, lakini tunaishi hapa. Tutaishi, tutasurvive aje? Biblia inasema kwenye 1 Peter 5:8 kwamba shetani anatembea anazuia kutafuta yeyote ambaye the one whom he will devour, ambaye atammaliza, ataangamiza. Lazima tuwe waangalifu. Shetani ako kazini, anatafuta yule ambaye atamaliza. 1 Peter 5:8, tuwe waangalifu. The devil is roaming around like a lion, anatafuta yule ambaye atamaliza. Lazima uwe mwangalifu, msikilizaji. Katika generation hii we must survive, we must survive this generation. Hatuna mahali pengine. Mungu ametuweka hapa, lazima tuishi hapa. So sisi kama tunataka tu survive, kuna mambo matatu ambayo tunazungumzia mchana leo, ambayo yanaweza kufanya kwamba tuweze kuendelea kuishi hata katika hiki kizazi ambacho mambo si mazuri sana. Jambo la kwanza tunalipata pale Proverbs 14:27. Ni nini tunaweza fanya ili kwamba tukaweze kusurvive, kuendelea kuishi katika nyakati hizi ambapo mambo si mazuri? Proverbs, Mithali 14:27. Biblia inasema kumcha Bwana ni chemichemi ya uzima. Kumcha Bwana ni chemichemi ya uzima. Kwa hivyo jambo la kwanza ni kumcha Bwana, kuwa na hofu ya Mungu, kumtambua Mungu, ukisema kwamba kwa kila jambo Mungu tu, unaangalia Mungu, unaishi kulingana na neno lake, unamheshimu Mungu, ukijua kwamba ni Mungu pekee atakuwezesha wewe kuweza kusurvive, kuweza kuendelea katika generation hii ambapo mambo yanayofanyika si mambo ambayo inampendeza Mungu. We must acknowledge and have the fear of God. Mtambue Mungu katika chochote unachofanya. Weka Mungu mbele. Hakikisha kwamba katika maisha yako God is the center of everything. Hata kile unachofanya, kumbuka kwamba kuna Mungu. Ni Mungu tu wapendwa, atatuepusha na mambo ambayo yanafanyika kwenye generation hii. Mambo vile vile nasema mambo ni mabaya yanatendeka, lakini ukiwa na Mungu, ukiwa na hofu ya Mungu, ukimtambua Mungu, Mungu atakuwezesha kwamba utaweza kusurvive katika generation hii. We must, the fear of God is the foundation of life. Tuwe na hofu ya Mungu. Ni Mungu tu wapendwa atatuweza kufanya kwamba tukaweza kusurvive. Mambo inafanyika, lakini ukiwa upande wa Mungu uko safe. Mungu atakuepusha. Temptations ni mingi, majaribu ni mingi, lakini ukiwa upande wa Mungu, Mungu atakuwezesha kwamba utaweza kuendelea. Wapendwa, vitu vinafanyika tukiwa ndani ya Yesu, tukiwa ndani ya Mungu. Mungu ndiye atakaye kutuepusha. Ukiwa na hofu ya Mungu, hata kile unataka kufanya unafikiria kwanza, hiki kitendo nataka kufanya kinamtukuza Mungu, ni kulingana na neno la Mungu. Ni Mungu tu mpendwa atakayetuwezesha ili kwamba tukaweze kuendelea. Uwe na hofu ya Mungu, kwa maana yeye hapo ndio chemichemi ya maisha yetu, ndio chanzo cha maisha yetu. Kwa hivyo toa Mungu, hauwezi survive kwa generation ambayo Biblia yenyewe imesema mambo yanafanyika mabaya. Kwa hivyo njia moja ya kuishi, kutembea ukimakinika, kuwa mwangalifu, ni kuwa na hofu ya Mungu. Ogopa Mungu, fear of God. Na fear of God ni kwamba unaishi kulingana na neno la Mungu. Hata chochote unachofanya, fikiria kwanza, je, linalingana neno la Mungu ama linaenda kinyume na neno la Mungu? Kuna vitendo nataka wengine wanakuambia tufanye hiki, kumbuka kwamba ukiwa na hofu muda utakumbuka tunaenda kufanya hiki. Je, Mungu anatuona aje? Mungu anafikiria aje? Mungu atapeana hukumu yake aje kulingana na hiyo kitu tunaenda kufanya? Fikiria, kumbuka kwamba Mungu ni Mungu tu atatuepusha na maovu yanayofanyika katika kizazi hiki. The fear of God. Tambua Mungu katika maisha yako, weka Mungu mbele. Ni Mungu tu wapendwa atatuelekeza. Hata kutaka kufanya kitu Mungu utakumbuka neno linasema aje, na utapata kwamba yale ambayo ungefanya kitu ambacho kingekuwa kinyume na neno la Mungu, unapata kwamba umeweza kuepuka. The fear of God. Acknowledge God katika chochote unachofanya mpendwa. Put God first. Kijana, najua uko na maisha mengi, maisha marefu hapa mbele. Katika kila jambo for you to survive, kumbuka ni Mungu. The fear of God is the foundation of our life. Tukiwa na Mungu, ukikumbuka kwamba hichi chochote unachofanya, wacha ufanye kulingana na neno la Mungu.
Tukisoma pale Proverbs 3:5, Proverbs 3:5. Mithali 3:5, Biblia inasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. usitegemee akili zako mwenyewe. Kijana, for us to survive, tusitegemee akili zetu, usitegemea Mungu. Trust in the Lord. Weka akili, tegemea tu Mungu. Enda kwa uliza Mungu, ni nini hiki? Nafaa nifanye hiki. Je, ni mapenzi yako? Mungu atakuelekeza. Chochote utakaofanya, kumbuka ni Mungu. Tukumbuka Mungu. Weka Mungu katika maisha yako. Let God be at the center of everything you do. Kwamba Mungu nielekeze. Nataka kufanya hiki. Mungu, je, kiko sawa ama kiko sawa? Soma neno la Mungu. Fear God. Acknowledge God. Weka Mungu katika chochote unachofanya na Mungu atafanya kwamba ukaweze kusurvive. For us to survive in this generation, we must have the fear of God. We must acknowledge God. Kwamba ni Mungu tu. Kwa sababu nimesema hapo Proverbs 3:5, tusitegemee tu mawazo yetu. Mawazo yetu yanaweza kulead astray. Itafanya kwamba usifanye kulingana na neno. Tegemea Mungu. Amini Mungu. Trust in the Lord. Na kwamba mpendwa msikilizaji, Mungu atakuepusha na maafa ya kizazi hiki. Mungu tu ndio atatuelekeza. Mambo ni mengi, pressure ni mingi ya maisha, lakini tumtegemee Mungu. Kuwa na hofu ya Mungu, tambua Mungu katika maisha yetu na Mungu atatuelekeza. Mambo ya Nyakati 1:28 hadi 9, First Chronicles 28:9. First Chronicles chapter 28 and verse 9. Biblia inasema, nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali, kwa kuwa Bwana hutafuta mioyo yote na kuyatambua mawazo yote ya fikira. Ukimtafuta ataonekana nawe, ukimwacha atakutupa milele. Kwa hivyo tumtafute Mungu. Ukimtafuta anapatikana. Katika maisha yako ya kawaida, maisha yako ya kiroho, ukimtafuta atapatikana. Naye ukimwacha, nimesema jambo mara ya mwisho, ukimwacha Atakutupa milele. So wapendwa, for us to survive, Mungu hafai kututupa milele. Lazima tumtegemee Mungu. Tafuta, ukimtafuta naye anapatikana na atakuelekeza. Kile chochote utakachofanya, Mungu atakuelekeza. Atahakikisha kwamba kile unachofanya unafanya kulingana na mapenzi yake. Na pale Efesia ambapo tulisoma ni kwa nini tumtegemee Mungu, na kwa nini tuwe na hofu ya Mungu. Vile imesema itatufanya kwamba tujue nia ya Mungu. We know the will of God. Ukiwa na yeye ndiye atakuelekeza, ujue mapenzi yake ni nini katika maisha yetu. Kwa sababu ukimtafuta ndiye atakuonyesha kwamba hii ndio mapenzi yako, hii ndio afaa ufanye, hii ndio hatima yako. Atakuelekeza kwa njia ya kipekee. Kwa nini? Umemtambua. Vile umesema umtafute. Ukimtafuta atapatikana. Ukimwacha atakutupilia mbali milele. Na akikutupilia mbali, hivyo ndivyo utaangamia. Hautaweza kuendelea. You will not survive without God. Tumtegemee Mungu katika chochote tunachofanya, tukijua kwamba ni yeye atatusaidia. Kwa hivyo mbona tumtegemee Mungu? Tunasema jambo la kwanza, tutajua mapenzi yake. We will know his will in our life. Yeye ndiye atatuelekeza tutafanya mapenzi yake nini katika maisha yetu. Jambo la pili ambalo ni muhimu kumtegemea yeye inapatikana pale Psalms 37:23. Why we need to have the fear of God? Why we need to depend on God? Kwa nini tumtambue Mungu katika maisha yetu? Jambo la pili nimesema kwamba Psalms 37:23. Psalms 37 and verse 23. Biblia inasema hivi: hatua za mtu zaimarishwa na Bwana, naye aipenda njia yake. Hatua za mtu zaimarishwa na Bwana. Kwa nini tumtegemee Mungu? He will order our steps. Atahakikisha kwamba anakuelekeza. Pahali ambapo unafaa unaenda makosa, anakuambia, Mungu anakupa mwelekeo. He will order the steps. Kwa nini? Unamtegemea. Haodi steps za kila mtu, yule ambaye anamheshimu, yule ambaye ako na hofu yake, yule ambaye anamtambua. Mungu atakuelekeza. Ataelekeza hatua zako kutoka mahali pamoja hadi kwenda kwingine. Atakuelekeza. Ukitaka kufanya hiki, utasikia sauti ya Mungu inakwambia hapana kijana, huku penye unaenda kuangamia. Mungu ataelekeza hatua zako.
Ukitaka kufanya kitu, utakusikia sauti yake kwambia hapana, usiende huku. Mungu akwambia enda upande huu. Kwa nini? Una hofu yeye, unamtambua katika maisha yake, so you will survive because atakuhakikisha kwamba anaelekeza hatua zako kutoka sehemu moja hadi nyingine. He will order your steps. Pia tukimtegemea Mungu atatupa neema ya kustahimili majaribu ama majanga. He will give you the grace to endure hardship. Katika maisha haya mambo ni mengi, changamoto ni mingi, mambo yanatokea ambayo labda si mzuri sana, utapata changamoto, lakini Mungu ni mwaminifu. Unapomtegemea you will survive. Hardships will come, things will come ambapo si mzuri, lakini atatupa neema ya kustahimili. Unakujua kwamba niko na Mungu. Hata ikane kama ni ngumu sana, neema ya Mungu inakutosha, inakupeleka kutoka hatua hadi nyingine. The grace of God to endure hardship. Unapomtegemea atakupa ile neema ya kuhakikisha kwamba unasonga mbele. Na najua kijana, popote ulipo, kwamba kuna challenges unapitia, mambo si vile unatarajia, lakini ukiwa na Mungu, Mungu atakuelekeza. Hizo challenges zitakumaliza kwa sababu atakupa neema ya kustahimili majaribu ambayo unapitia. The grace to endure hardship. Because challenges will come. Changamoto zitakuja katika maisha haya, lakini Mungu anakupa neema. Unapata kwamba umepita kwa sababu is ordering your step. Hata kwa hiyo challenges anakuelekeza vile utaenda na utaweza kusurvive katika generation hii ambayo mambo mabaya yanafanyika. So kuwa na Mungu anahakikisha kwamba unajua mapenzi yake. Ukiwa na Mungu anahakikisha kwamba ana order your steps, anaelekeza hatua zako. Ukiwa na Mungu anakupa neema ya kustahimili magumu ama majaribu yoyote inakayotokea. Pia ukiwa na Mungu atahakikisha kwamba una ushindi. When you are with God, you are assured of victory. You are assured of success. Mambo ni mengi, hata kama changamoto ziko, unajua kwamba katika Mungu sisi ni zaidi wa washindi. Wewe ni zaidi wa mshindi. Kwa nini? Uko na Mungu. Kwa hivyo vitu zitakuja, hautatafuta njia shortcut kwa sababu maybe unaona ni kama upate. Unajua hata kama nina challenges, kwamba mimi niko na Mungu na niko side ya Mungu, kwa hivyo mimi ni mshindi. Already uko kwa position ambayo wewe tayari ni mshindi. So God assures us of victory. When you are with God, utajua kwamba licha ya changamoto, success is my portion. Kwamba nitaenda kushinda. Majaribu ni mengi, lakini nitashinda. Unajua kwamba niko na Mungu. Pia ukiwa na Mungu atahakikisha kwamba makusudi yake katika maisha yako yanatimia, kwamba unatimiza makusudi yake. Kuna kitu ambacho Mungu alisema kwamba utafanya katika maisha yako. His purpose, your purpose, God's purpose for you in this life. Kuna kitu Mungu anataka wewe uweze kufanikisha katika maisha haya. Na kwa hivyo wewe kufanikisha ni kuwa upande wake. Kuhakikisha kwamba uko na upande wa Mungu. Na Mungu anapokuelekeza, anapokupa hiyo neema, anahakikisha kwamba you are fulfilling your assignment on this earth. Kuna kitu Mungu amesema kwamba wewe mwanangu, na kuweka kwenye dunia na nataka kwamba utimize haya na haya. Kwa hiyo hatima yako ndio hii. Kwa hivyo sisi kufika hatima yetu ni kuwa na yeye, kumkubali yeye, kuishi kulingana na neno lake, kuwa na hofu na yeye, kumtambua katika maisha yetu. Sasa chochote unachofanya unajua kwamba nafanya kwa sababu niko upande wa Mungu. Mungu ataelekeza hatua zako na utakujua kwamba hakika ushindi ni sehemu yako. Utashinda. Kwa nini? Uko na Mungu. So for us to succeed, kwamba challenges hazitakuangamiza, mawimbi inapita, lakini ukiwa ndani ya Mungu, ukiwa na hofu ya Mungu, unapata kwamba you are just surviving. You will survive. Generation ambayo Biblia imesema mambo mabaya yanafanyika. Siku ni mbaya, lakini sisi tutasurvive kwa sababu tuko ndani ya Mungu. Challenges zikiwa, Mungu anakupa hiyo neema na atahakikisha kwamba umeweza kusonga mbele. The fear of God. Acknowledge God. Put your life in God. Hakikisha kwamba unamtumainia tu Mungu. Mambo yakiwa namna gani, jua tu ni Mungu. Sikilia tu Mungu. Usifike mahali useme kwamba challenges zimekuwa mingi. Sasa hata Mungu sihitaji Mungu, atanifanyia nini? Hapana. Ni Mungu tu atatuwezesha kusurvive. Kwa sababu mambo ni mengi, majaribu ni mengi, lakini tuwe ndani ya Mungu. Tuwe na hofu ya Mungu. Wakolosai 3:17. Wakolosai 3:17. Wakolosai 3:17, Biblia inasema hivi: na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu,
Rudia tena. Kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Msikilizaji, tunapomaliza kwa kipengele nasema kwamba chochote unachofanya tufanye kwa jina la Yesu. Fanya ni kama kwamba unamfanyia Mungu. Fanya kama kwamba unamfanyia Mungu, na hapo Mungu atakuelekeza. Mungu akijua chochote unafanya kuleta utukufu kwake, atakuelekeza. Na hakika Mungu utaweza kusurvive katika generation hii. Ataelekeza hatua zako, sababu anajua huyu chochote anachofanya anafanya kwa niaba yangu. Anafanya ni kana kwamba anafanyia mimi, na Mungu atakuelekeza. So kipengele cha watu tumesema, msikilizaji, fear of God, acknowledge God, put God at the center of it. For us to survive, ni Mungu tu atakuelekeza. Mambo ni mengi, hakika mambo ni mengi, mawimbi ni mengi yanakuja, utakuja, na usipokuwa kwa Mungu hakika yatakuangamiza. For us to survive, we need God. It's only God who will help us to survive in this generation, ambapo mambo mabaya ama maovu yanafanyika. Mungu ataelekeza hatua zako. Mungu atafanya kwamba upate ushindi. Mungu utajua pia mapenzi ya Mungu ni nini, na pia utaweza kwamba kujua kutimiza hatima yako ama to fulfill your purpose on this earth. So, jambo la kwanza, for us to survive, we need God. Fear of God. Jambo la pili, how shall we survive in this generation? Tutaendelea aje katika kizazi ambacho mambo mabaya yanafanyika? Biblia inasema ni siku mbaya, siku ambayo mambo yanayofanyika ni mambo mabaya, ambapo kama hatukui uangalifu tunaweza angamia. Inapatikana pale Mithali 29:18 hadi 19. Proverbs 29:18-19. Proverbs 29:18-19, Biblia inasema, pasipo na maono watu huacha kujizuia, bali anaheri mtu yule aishikaye sheria. Where there is no vision, where there is no revelation, people perish. Where there is no revelation, vision, people cast off restraint. Wapendwa, for us to survive, sisi kuendelea katika kizazi hiki, tunahitaji kuwa na maono. Having a vision for us to survive. Ni nini malengo yako katika maisha haya? Biblia inasema pale ambapo hakuna maono, watu huangamia, wanaenda kinyume, they go astray, they cast off, wanakosa kujizuia, kwa sababu hauna maono, haujui ni nini unataka, hauna mwelekeo katika maisha haya. Kwa hivyo unahitaji kuwa na maono. You need to have a vision. Vile imesema pale ambapo hakuna maono, watu huenda kinyume, they cast off, people perish, watu wanaangamia. Kwa nini? Kwa sababu ya kutokuwa na maono. Kijana, wewe kuweza kufanikiwa katika maisha haya, wewe kuweza kuendelea katika kizazi hiki ambapo siku ni mbaya, unahitaji maono katika maisha yako. Unahitaji, kuna kitu unasema, Mungu ukinisaidia na wewe nataka nitimize haya katika maisha haya. You need a vision. Kwa sababu bila maono utaenda kinyume na vile Mungu anataka uende. Vision. Kwa sababu bila maono, bila hayo maono utaenda kinyume. You will cast off, you will go astray, because hauna kitu unalenga. Ukijua penye unaenda, huwezi enda kwingine. Una mwelekeo. Nikitoka ibada nijua nakuja Samaritan. My vision was nifike Radio Samaritan. Sijaenda Mshanguvu ama sijaenda wapi Rwanda. Kwa nini? Siwezi enda kinyume. My vision was today nikitoka niende wapi? Radio Samaritan. Hata katika maisha yetu kijana, sisi kuweza kufika mbali ambapo tunafaa tufika, lazima tuwe na maono. Bila maono ndio unaishi tu kienyeji. Haujui unatafuta nini. Nikana kwamba unaamka asubuhi hujui cha kufanya. Huko tu, so unaweza enda huko, unaweza nitembelee huyu, niende nisionee kwa barabara. Hauna mpango. Na wakati unatembea ndio unapata majaribu, unapata kwa umeenda kinyume na kile ambacho ulitarajia. Maono katika maisha yetu ni kitu ya maana sana. Kijana, you need to have a vision. What do you want to achieve in this life? What is your dream? What do you want to achieve? Uko shuleni pale, maono yako ni yapi?
ni nini, ni kitu gani unataka kwamba unalenga kwamba nataka nipate hiki. Hicho ndio kitakuelekeza. Maono ni mazuri katika maisha yetu. Unahitaji kwamba inakuelekeza. Unajua kwamba inaenda hivi. So huwezi enda kinyume. Ni kama unaenda safari, unajua unaenda mahali fulani. Huwezi kwamba unaenda mahali pengine ambapo sio barabara ambayo inaelekea mahali ambapo unaenda. So maono ni muhimu, itafanya kwamba tuweze kukaa tu kwa njia ambayo ile kitu unalenga tu mahali ambapo unaenda. Unajua kwamba my destination ni hapa. Ama nalenga kitu fulani. Katika haya masomo nalenga hiki. Katika hii biashara nalenga hiki. Katika hii biashara yangu nalenga hiki. Maono inafanya kwamba unaelekea tu mahali pamoja. So maono ni muhimu katika maisha. Mbona maono ni muhimu? Kwanza jambo la kwanza, why we need this vision? Kwa nini tunahitaji kuwa na maono katika maisha yetu? The important, muhimu wa maono kuwa nayo hata tunapohakikisha kwamba hatuangamii hizi siku ambazo ni mbaya. Jambo la kwanza ni kuhusu maono ni kwamba inatupa gives us a sense of direction. Unajua unaelekea wapi. Huwezi enda kinyume kwa sababu unajua that my destination is huku. Unajua direction yangu ni hii. Kwamba nataka kuwa engineer ama nataka kuwa nani, najua ni huku. Nataka kuachieve hii. Kwa hivyo kama nataka kuwa mtu fulani katika maisha haya, na hiyo kitu inahitaji masomo. So unajua barabara yangu ni shule. A sense of direction. Huwezi acha shule na unaambia watu nyumbani nitakuwa daktari. Daktari haja na hujasoma. Ujaenda uendi shule, huwezi. Kwa nini? Hukuwa na maono inatupa direction. Unalenga pale, hapo ndio naenda. So it gives you a sense of direction. Huwezi enda direction nyingine kwa sababu hiyo nyingine haiko kwa maono yako. Unajua kwamba ni huku naelekea. Vision gives us a sense of direction. Maono pia inafanya kwamba inatupa motivation. It motivates us to endure hardship. Inatupa nini ya kwamba hata kama kuna changamoto, najua kwamba naelekea huko. Maono, najua naelekea huko. Challenges zitakuja, unajua how to overcome kwa sababu unajua naelekea mahali fulani. Yusufu alijua kwamba aliota kwamba atakuwa waziri mkuu. Hata jaribu ilikuwa yule mke wa Potifa, alijua siwezi fanya hiki. Hiki kitanitoa kile ambacho Mungu amesema nitakuwa. Akafuata. Unajua tu kwamba challenges zitakuwa, changamoto zitakuja, majaribu itakuja, lakini unajua unakuwa na ile motivation kwamba najua naelekea huku. Nataka kupata hiko. Hata kama hii challenge itakuja, hii majaribu inakuja, unajua naelekea kule. So you have that motivation kujua kwamba uweza kusurvive any hardship or any challenge that may come. Maono pia inafanya kwamba you prioritize your activities ama your life. Unajua priority. Kuna vitu mingi katika maisha haya ambayo tunaweza fanya. So many things that we can do. So many activities. Lakini maono ndio itajua hiki nifanye hiki niwache hiki. Kwa nini? Kwa sababu unajua chenye nafanya kinanipeleka pale. Kijana, unahitaji uwe na maono katika maisha haya. You need to have vision because utajua hiki sio cha sahihi, hiki ni cha sahihi. Maono yangu ni kuelekea huku, ni kutumikia Mungu. Unajua hiki akiendani na sawa na kutumikia Mungu. Maono yangu ni kwamba nataka nipate hiki katika masomo yangu. Unajua hiki siwezi kuwa shule tena naenda mambo mengine ambayo si ya shule. Unajua priority ni kwamba mambo ni masomo ili kwamba niweze kufikia malengo yangu. You need vision helps us to prioritize our life. Unajua mambo hiki si ya kufanya sahihi. Cha muhimu sasa, kama wewe ni mwanafunzi, cha muhimu sasa ni kwamba mtihani unakuja mwisho wa mwaka. Ni nini sasa unaelekeza hapo? You protest all your life kwamba unalenga pale. Huwezi enda mambo mengine kwa sababu maono inakufanya kwamba ujue ni hiki cha kufanya sahihi na hiki nitafanya baadaye. Na mwisho pia kwamba maono inafanya kwamba utumie muda wako mzuri. It ensures proper time usage. Kwa sababu mambo ni mengi. Shughuli ya kuelekea katika kufikisha maono, shughuli ni mingi. So unahitaji kutumia muda vizuri. Kwa sababu unajua muda ambao niko nao, lengo ni pale. So lazima nitumie muda vizuri ili kwamba niweze kufikia malengo yale. Ama niweze kutimiza
hatima yangu ama maono ambayo nilikuwa niko. Having vision. A vision is very important, wapendwa. For us to survive, msikilizaji, unahitaji kuwa na maono, kwa sababu maono yatakuelekeza. Maono yatakisha kwamba unaelekeza, unapanga mambo yako ukijua unalenga kitu fulani. Where there is no vision, the people cast astray. The people you go off, unaenda kinyume na kile ambacho Mungu amekupa. Lakini ukiwa na maono, unajua kwamba naelekea mahali fulani. Vision is very important. For us to survive, mpendwa msikilizaji, lazima tuwe na maono. Maono ni ya muhimu sana katika maisha yetu. Kuwa unalenga nini? Unalenga nini? Na unapeana muda. Hapa nifikishe hii mwaka huu, maono yangu ni yapi? Nifikishe hiki wapi? Inafanya kwamba maisha yako inakuwa na mpangilio. Unaenda ukielekea kwamba naelekea mahali hapa. Hiki ndio nataka nikaweze kutimiza. So jambo la pili ambalo tutafanya kwamba tuweze kuendelea na maisha yetu katika kizazi hiki ambapo mambo ni mabaya, ni kuwa na moyo. Tumesema jambo la kwanza, tunahitaji hofu ya Mungu, tunahitaji kumtegemea Mungu, kujua kwamba ni Mungu tu atatusaidia, ni Mungu tu atatuelekeza. Jambo la pili tumesema ni kuwa na maono, kwa sababu maono itakupa mwelekeo, ni wapi unaelekea, ni nini unataka kutimiza katika maisha haya. Jambo la tatu ambalo tutafanya kwamba tukaweze kuendelea katika maisha, for us to survive in this generation, iko pale 1 Corinthians 15:33. Wakorintho wa kwanza 15:33. 1 Corinthians 15. First Corinthians 15:33. Biblia inasema hivi: msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Sasa inasema kwamba bad company corrupts good morals. Wapendwa, for us to survive, we need the right friends. Marafiki wa ukweli, marafiki ambao wako sawa, the right friends, the right company. Kijana, who are your friends? Kuna msemo unasema kwamba show me your friends and I know who you are. Tunaweza kujua wewe ni nani kulingana na marafiki ambao uko nao. Na wapenda, marafiki wanaweza fanya sisi kuweza kuendelea mbele katika maisha ama tuangamie. Friends can determine whether you will survive or not. Pengine popote ulipo msikilizaji, kuna vitu umefanya na ulijua kwamba kuna rafiki alifanya kwamba uweze ukafanya. Alikufunza nini? Hao marafiki wanakusaidia aje? Je, wanakuelekeza wewe kufikia maono yako ama wanakuweka nje? The right friends. Do not be deceived. Bad company corrupts good character. Proverbs 13:20. Kwamba yule anayetembea na wale ambao ni werevu. Proverbs Methali 13:20. Proverbs 13:20. Biblia inasema enenda pamoja na wenye hekima. Nenda pamoja na wenye hekima na wewe utakuwa na hekima. Bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Utaumia. Wewe kutosurvive, wewe kuumia katika generation ni kuwa na marafiki ambao si sawa. You need the right friends. Marafiki, the right association. For us to survive, unahitaji marafiki ambao watakuelekeza. Watakuwa mfano bora. Watakwambia hata ukitaka kufanya kitu bora na kuambia hapana, hiki hapana, hatuendi hivyo. Hiki ambacho unafanya ni kinyume na neno la Mungu. You need the right friends. Msikilizaji, marafiki wanaweza fanya ufikie hatima yako ama usifikie. You need the right friends. Katika maisha haya, friends can help you reach your destination or friends can make you not reach where God intended to be. Unahitaji kuwa na marafiki ambao watakuelekeza katika maisha yako. Unahitaji marafiki ambao ni wako sawa. Kama uko na, Biblia imesema ukiwa na marafiki ambao ni wenye hekima, pia wewe utakuwa na hekima. Ukiwa na marafiki ambao wanakuelekeza kwa njia ambayo si mzuri, utaangamia. Kuna hadithi katika Biblia kuhusu hapo
2 Samuel 13 kuhusu rafiki. Kulikuwa na jamaa alikuwa anaitwa Amnon na rafiki yake kazini yake alikuwa anaitwa Jonadab, ambaye alimpa mwelekeo mbaya, na hakika Amnon aliweza kuuawa. Kwa sababu gani? Rafiki alimwambia vile ataweza kurebu dada yake Tamar. Kwa nini? Rafiki alimwelekeza kwa njia mbaya. You need the right friends. You need to be like Daniel ambaye alikuwa na marafiki wazuri. You need wakina Meshach, Shadrach, Abednego katika maisha yako. You need people who will direct you. Daniel anaenda kuwa consult, anaambia tuombe, wanaomba pamoja. Wewe pia katika shughuli zako, katika masomo yako, katika biashara yako, unahitaji marafiki ambao watakuelekeza, ambao mko na maono sawa, ambao wataelekeza hatua zako. But na kama kina Jonadab ambao ni wrong coaches, wanakuambia kwamba hiki na hiki ambacho ni false, utapata kwamba umeangamia. For us to survive, we need the right friend. Marafiki wapendwa watafanya kwamba tukaweze kufika hatima yetu. For us to survive, we need the right friend. So wrong coaches, wale ambao wanakuambia member ambao si mazuri, anaambia Amnon vile atafanya ili aweze rep dadake in 2 Samuel 30, si marafiki wazuri. We need the right friends, wale ambao watakuelekeza na kuambia hapana, hiki si kizuri. You need a Meshach, you need a Shadrach, you need a Abednego. Hao marafiki ambao watafanya kwamba uweze kufikia hatima yako. Wapendwa, mambo haya matatu ya msingi yatafanya kwamba tuweze kusurvive katika siku ambazo ni mbaya. You need the fear of God, kuwa na maono na kuwa na the right friends. Kwa sasa ya dunia wangu ni kama yameandikwa, yaliyokuwa faida na yahesabu kama hasara. Sikiliza dunia, ujue kwamba mimi si wako. Sikiliza dunia, ujue kwamba mimi si wako. Nimehesabiwa haki kwa damu yake mtetezi, jina langu limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Mpendwa msikilizaji, ni mapenzi ya Mungu kwamba tukaweze kuishi maisha ambayo ya kufanikiwa, maisha ambayo tutatimiza hatima ya Mungu katika maisha yetu, maisha ambayo yanampendeza Mungu. Mapenzi ya Mungu kwamba tusiweze kuangamia, tukaweze kusurvive kwa hii generation ambapo mambo mengi yanafanyika ambayo ni kinyume cha neno lake. Lakini vile tumejifunza leo, tumeweka msingi kuhusu mambo ambayo yanaweza kufanya kwamba sisi, licha kwamba tuko kwa dunia ambapo mambo ni mabaya, tunaweza kusonga mbele. Naamini kwamba tukizingatia hayo mambo matatu, Mungu atatupa neema ya kwamba tukaweza kusonga kutoka hatua hadi nyingine. Kwa Mungu ni mwaminifu, tuendelee kumtegemea katika maisha haya, tuendelee kuwa na maono katika maisha, na ensure kwamba marafiki ambao uko nao pamoja ni wale ambao wanakujenga, ama wale ambao wanahakikisha kwamba unafikisha malengo yako. Kwa hivyo tutaomba tunapotamatisha. Baba wetu wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa fursa ambayo Bwana umetupa mchana leo kusikia neno lako. Bwana, neno lako nakuambia kwamba tunaishi nyakati ambapo mambo mabaya yanafanyika, lakini tunaomba Bwana neema yako inatufanya kwamba tukaweza kusurvive kwa hii generation ambayo Bwana mambo ni mabaya. Lakini najua kwamba vile umetufunza mchana wa leo, unatupa hekima, tutatembea na hekima, hatutatembea kama wapumbavu. Tutahofu wewe Mfalme, tutakuwa na maono na tutahakikisha kwamba Bwana marafiki ambao tuko pamoja nao ni wale ambao wanatujenga. Asante kwa neno lako, asante kwa kila msikilizaji Mfalme.
Bwana unamjua vyema. Kuna wale wanapitia changamoto, Bwana wacha ukawatende mema. Kuna wale ambao unakutumainia mfalme kwamba waweze kupata hitaji fulani, Bwana ukawatendee, kwa maana wewe ni Mungu mwaminifu. Asante kwa kila msikilizaji, chochote anachofanya, shughuli yake kila siku, ibariki mfalme. Hata kwenye msimu huo upanzi, Bwana unawapa mbegu, unawapa hata Bwana mbolea ya kuweza kupanda. Bariki mashamba yao Bwana. Tunakushukuru kwa kituo hiki, neema yako izidi kufanya kazi. Kila mtangazaji na wale wasimamizi, mfalme wape hekima, wape Bwana, fungua resources zao. Tunatangaza upanuzi kwenye kituo hiki. Asante kwa maana Bwana unatenda. Asante kwa kila msikilizaji, neno hili likapate nafasi katika mioyo yao. Uhimidiwe na ubarikiwe, na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Asante msikilizaji, vile nilisema, majina ni Gershom Mamunga kutoka kanisa la CSH Vinga chini ya Pastor Steve Hamati. Kila Jumamosi tunakuwa na kipindi chetu cha Youth with a Difference. Alafu kesho asubuhi tuko na kipindi kuanzia saa 1, tuko na kipindi cha neno la wakati. Kila wakati fanya mazoezi ya kutune in ili kwamba tukaweze kubarikiwa. Ukitaka kuwasiliana nasi, nambari ya simu ni 0720730693. Mungu akubariki. Chochote unachofanya, wacha neema ya Mungu ifanye kazi katika maisha yenu. Mbarikiwe na tukutane kesho asubuhi.